Kierula ni mkulima. Naam. Kierula ni mwimbaji. Naam. Kierula ni mwanasiasa. Naam. Ni nafasi ipi ambayo unaweza kucheza vizuri? Mimi zote na play, lakini naifanya zaidi ni kilimo, kwa sababu siasa ndo kama hivi nimeifanya miaka 10, nimepumzika. Biashara mimi na kampuni ambazo nimezifungua sasa hivi zimesimama, nimesimamisha kuziendesha kwa sababu ya hizi changamoto za kisiasa, lakini kilimo sijasimama muda wote ninazifanya. Uimbaji sijasimama muda wote na ufanya, lakini hauna matokeo chanya ya kwamba naingiza kiasi gani, lakini kilimo ndicho ninachoingiza muda wote. Upo tayari kurudi tena kwenye siasa? Ni swali nzuri, najua umeleta uchokozi na hii ifahamike kwa watu wengi. Kuna watu wanapambana sana kuwa viongozi. Niwaambie nyinyi ambao mnapambana kuwa viongozi, uongozi hautafutwi na mtu, na wengi sana wanakesha mpaka nakuta mtu amefika hatua ya uzee hajapata uongozi. Haya ndio makosa, na mimi nataka nikupe elimu wewe ambayo unaitazama sasa hivi kwamba uongozi hauamui wewe, uongozi haupangi wewe. Mimi kwenye siasa nilitamani kuwa mwanaharakati, sikufikiria kabisa siku moja nitakuwa diwani, lakini udiwani mimi ulinifuata nikiwa Ruipa nalima matikiti maji, nalima tikiti maji, walinifuata huko na udiwani ulianzia pale, na ndio maana familia yangu waligoma sana. Hakuna aliyokuwa ametaka liwe jambo, lileta ugumu sana, kwa sababu vile walivyokuwa wakinitizama na nilivyokuwa lilionekana ni jambo sio alitawezekana. Kwa hiyo sifikirii kurudi tena madarakani na wala sifikirii tena siasa, ila katika maisha ninayoishi kile ambacho sifikiri kukifanya huwa kinatokea. Kile ambacho ufikiri huwa kinatokea. Sasa haya mengine tunamwachia Mungu. Ndugu mtazamaji, bado tunaendelea. Ni story ambazo kiukweli kiuhalisia na enjoy nazo, kwa sababu huwa mada inakuja kwenye mada. Umesema kwamba kile ambacho hufikiri kukifanya ndio ambacho kinatokea kukifanya. Kwa nini nasema hivi? 2015 baada ya kupata udiwani, nilipofika 2020 nilipanga kupumzika kabisa. Sikutamani kabisa kuingia kwenye siasa, lakini wewe mwenyewe utakuwa ni shuhuda jinsi ambavyo watu walileta ushawishi mpaka ilininyima mpaka ilifika walitamka maneno magumu sana sana, ilinilazimisha 2020 kuingia kwenye kinyang'anyiro. Kwa hiyo hata wakati huu nashindwa kusema neno, nimenyamaza kimya na mtizama tu Mungu kama yeye alipanga nipitie tu kwenye hizo changamoto hizo, kwa sababu siasa haina raha. Mimi natamani sana nipumzike nile raha, lakini unapoingia kwenye siasa manake unakosa ule muda wa kupumzika. Kama Mungu alisema itakuwa hivyo, basi tunamwachia yeye mwenye Mungu. Lakini kama atasema sasa mwanangu imefika wakati na yeye apumzike, astarehe na watoto wake, basi nitastarehe na watoto wangu. Utumishi pia ni wito. Ina maana sasa watu ndio wamekuita na sauti imesikika. Ina maana kiu yao haijakatika, kwa sababu bado anahitaji kuendelea kupata huduma yako. Sasa wewe kwa vile ni mtu wa watu, sasa wewe sawa, moyo wako unahitaji upumzike, ila watu wanakuhitaji, uwezo ukasimama kwa ajili ya wale watu. Ndio maana nimesema kwamba asilimia kubwa kile ambacho tunachotaka sisi kiwe unakuta kiwi. Wewe unakumbuka mimi miaka 5 yangu ile ya mwanzo sikuenjoy, nikakaa kwenye kiti nikatulia. Mara unapigwa, unakumbuka nilivamiwa na wale watu ambao walikuwa wanataka kuwanyang'anya wananchi wangu ardhi. Uwezi, mimi sina ule moyo wa kutulia, nikaona wananchi wangu wananyanyaswa alafu nikatulia kimya. Nilipigwa nusu kufa, lakini si kwa sababu ya mashamba yangu, ni kwa sababu ya kuwatetea wananchi wangu. Lakini nililazwa mahabusu kwa sababu ya kuwatetea wananchi wangu. Polisi wakanikamata wakaniweka ndani. Lakini vile vile nakumbuka 2025 nimepitia mikasa mingi sana mpaka nikafunguliwa kesi ya uhujumu uchumi. Lakini hata wenye mamlaka wanajua kwamba sio mimi, yani mimi sio tatizo, ni kuwapigania wananchi. Ili ni ghalimu ikaniumiza. Kwa hiyo haya yote najua ni hata itokee leo nirudi, bado moyo wangu mimi ni ule. Kwa hiyo najua ninaporudi nini nitaenda kukutana nacho huko, kwamba siwezi kunyamaza, lazima nipaze sauti. Kwa hiyo kwenye kupaza sauti
kuna mambo mengi ambayo yanatokea. Migogoro ya ardhi ambayo natambua kata ya Mbingu ipo mingi, changamoto bado hatujazimaliza, bado zipo nyingi. Kwa hiyo natamani mtu mwingine aje na maono mengine afanye katika namna nyingine, mimi nikae nipumzike, niangalie, niwe na shauri. Sawa sawa. Sasa kwa kumalizia mwisho kabisa, japo story hizi ni ndefu ambazo tunaweza kusema nikapiga naye story mpaka pale ambapo mimi labda kiu ikakata, tukatumia hata masaa 8 mpaka 9. Tuna studio hapa, ni moja ya shughuli ambazo pia umesema uko nazo. Lakini pia vile vile ningeona kwamba hiyo nayo tuiweke moja kwa moja. Lakini pia ni wasaa mzuri kuwatangazia wengine watu walioko hapa. Najua kwamba tuko mitaa hii ya Vigaini, kijiji cha Vigaini. Lakini pia watu wanakusikiza katika kata nzima ya Mbingu, kata ya Igima, kuna Namawala hapo, kuna Mofu, hizo zote ni kata jirani. Mgeta pia ni kata jirani ambazo mtu anaweza akaja hapa akarekodi wimbo na akafanya nini, akarudi. Ni aina gani za nyimbo ambazo huwa studio zenu huwa mnazifanya? Kwa mwanzo tulikuwa tunarekodi hata hizi nyimbo za dunia, lakini kwa sasa turekodi nyimbo za kidunia, kwa maana za kimataifa, zile nyimbo ambazo hazihusiani na Mungu. Sasa hivi tunarekodi nyimbo ambazo zenye kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo mtu akiwa na nyimbo yake ambaye inamsifu Mungu na kumwabudu Mungu, nakuja tunamrekodia. Kwa kumalizia, ni kupe nafasi kwa ajili ya kuzungumza yale ambayo unaona yatatufaa, kwa yani ambayo ni faida kwenye jamii, kwa vijana. Kwa kifupi, na maana ni faida kwa taifa zima. Tukaribishe sana kwa ajili ya kumalizia kipindi hicho. Asante sana. Kama nilivyokuwa nimezungumza awali kwamba kijana kama kijana ni taifa la leo na ndio wanayetegemewa kwenye ujenzi wa taifa. Kwa hiyo kama una kipaji, una uwezo wa kufanya jambo lolote, chukua maamuzi, fanya, kwa sababu wakati wa kufanya ni huu ambao uliokuwa nao. Lakini nipeleke tu ujumbe kwa wanasiasa. Ukiwa umepewa nafasi ya kufanya jambo lolote kwenye jamii la kufanya, fanya kwa uaminifu sana sana, kwa sababu kama kuna kitu ambacho ulikuwa hujui kwenye shughuli za kisiasa, hasa unapokuwa umepewa nafasi ya uongozi, ni sehemu ya ibada, kwa sababu ni maisha ya watu. Siasa ni maisha ya watu. Utatengeneza kituo cha afya, utamsaidia mama kuokoa maisha yake. Utatengeneza miundombinu ya elimu, utamsaidia kijana kupata elimu na kuendeleza maisha yake. Utatengeneza miundombinu ni kama mishipa ya damu kwenye mwili wa mwanadamu. Utasaidia kuchochea uchumi, utasaidia kuchochea maendeleo, utaokoa maisha ya watu kupitia miundombinu, kwa sababu kama kulikuwa na sehemu haipitiki, patapitika, mtu anaenda hospitali anapata huduma. Kwa ukipata nafasi ya kufanya kwenye siasa, kwenye uongozi, fanya ukiwa una hofu ya Mungu na hakikisha unafanya kweli pale ambapo unatakiwa kufanya. Na wakati wa kufanya, fanya kana kwamba hakuna mtu mwingine wewe usipofanya anaweza akafanya. Hiyo itakuwa imekaa vizuri sana. Asante sana mtangazaji. Asante sana. Nashukuru.